Watu wangu wa nguvu, watu wangu wa TikTok. Kuna mnyama aliniulizanga tourist visa ya Canada ni shilingi ngapi. Wakati nilimwambia bei yake akastuka sana. So wacha nieleze kwa hii video tu pole pole tu hivi. Iko hivi wadau. Tourist visa ya Canada ukiona hata imeandikwa 185 Canadian dollars. Hiyo ndio hata ukigoogle saa hii how much is tourist visa of Canada utaambiwa ni 185 Canadian dollars. Na kwa sababu dola saa hizi iko sijui ya Canada sijui ni 94 ama 93 ama 95, so unapata iko around 19k 19,000 pesa ya Kenya. Unajua saa hizi wengine wanashangaa, na ile 1,300 nilipatia agent yote ni ya nini? Si ulimpatia pesa bana kuapply akakuapply Ine nisifanye iko joke sana. Iko hivyo wadau. Ukiwa na documents zako, tafuta document yako, tafuta wanataka assets. Yaani in short wanataka kujua huyu mtu akienda kama tourist visa, ni nini itamfanya arudi? Ni nini umeacha Kenya? Unaona? So kama uko na shamba wanataka tuweke title deed, kama uko na biashara weka business permit, kama uko na gari weka logbook. Unaona? Na shida yenu nikiwaambia hivyo mnafikiria tu ni document tatu. Unaona hizo document nimetaja tu hivyo peke yake. Hizo tu hivyo. Ikiwa tu hivyo. Si nimetaja tu logbook. Nikataja nikataja business permit. Nikataja ya nitaje, yani in short nimetaja business permit, logbook na title deed. Hiyo ndio document tatu. Lakini kwa hizo document tatu mjue it's around 10 to 15 documents iko hapo ndani. Okay, tuanze ya kwanza. Bank statement. Hii pesa yenye uko nayo wewe ilitoka, hii bank statement ilitoka wapi ndio ikaingia hapo ndani. Unaelewa? So lazima uko na payslip. Unaelewa? So payslip ya kampuni ndio inaingia wapi? Inaingia kwa bank statement. Ya pili, lazima uko na barua ya kampuni yako kuonyeshana kwamba huyu ni mtu ameajiriwa hapa. Unaelewa? Ya tatu, it's like uko na contract ya kwamba hii kampuni yako ilikuajiri how many years na salary yako ni ngapi. Unaelewa vitu kama hizo wadau? Yaani kuna kitu inaitwa CR12, kuna kitu ya KRA, kuna hiyo business permit, kuna yaani hizo vitu nawaambia my friend, it's around, mimi nimefanya it's around 10 to 15 documents. Sasa ukinipatia kazi tunitengeneze document ya tourist visa. Kwa wale wamenipea kazi wanashanganga. Ukisema tu hapa tunasema tu kama document tatu. Lakini nikuulize, kwa mfano kuna ule mtu mwenye anasema mimi I have a company. Ndio mtu akuwe na company, kuna kitu inaitwa search. Alienda akasearch jina ya kampuni yake, so hiyo certificate inahitajika. Akapata jina ya kampuni, hiyo certificate inahitajika, yani hiyo registration. Unaelewa? Huyu ni mtu mwenye ako na bank statement ya kampuni, kuna bank statement yenye iko na jina ya kampuni. Huyu ni mtu mwenye ako na analipa KRA, lazima aonyeshane kwamba analipa KRA. Huyu ni mtu labda analipa wafanyikazi salary. Huyu ni mtu mwenye, yani ndugu zangu bwana. Haikuangi rahisi. Tukuje sasa mambo na ties. Ties, kuna work ties, kuna family ties. Work ties ni vile tu nimewambia tu, proof ya kwamba nafanya kazi, proof beyond ya kwamba kule umeajiriwa kazi. Hizo madocument yote ya kazi bana. Hiyo recommendation ya kwamba uliingia kazi lini, hiyo payslip, hiyo manini, hizo vitu zote hizo. Kama ni family ties sasa kuna sasa like ya watoto, kama kuna mzee unaweka hizo mama certificate, birth certificate, hizo vitu. Yani proof kwamba kabisa kweli nikienda hiyo country nitarudi. Lakini mjue ya hii video ilikuwa tu nikwambia kwamba alafu kishatengeneza hizo manini una upload, kuna maswali utaulizwa tu kidogo. Kwa nini unataka kwenda huko, uko na shilingi ngapi, nini, maswali rahisi tu. Baadaye unafika mahali pa payment. Payment lazima ukuwe tu na kadi yako. Inatumia kadi ya bank ama kuna ile global M-Pesa.
kuna inapatikana kwa app ya M-Pesa. Ile app inatumia data ile. Kuna nini inaitwa Global M-Pesa. Ukifinya hapo inakupatia kadi kama ile ya bank exactly. So hivyo hiyo pia ndio unaweza tumia kulipa. Sawa dau. Ukishalipa tu unaona inakata tu 19,000 peke yake. Unatulia tu kungoja fees yako. Ita upate ama ukose. Imagine umekosa na umetumia 19,000. Itakuuma wapi? Hakuna. Kuna mwenye imagine ule mwingine mwenye kwa mfano, lakini mimi sipendangi kutumia history. Acha tu. Sasa zingine unaweza tumia example ya mtu bwana aone hii video alafu ikuje ikue balaa. Lakini acha tu niseme tu kwa juu ni ya kwamba wakati nilikuwa Qatar, mimi na jamaa fulani anaitwa Anthony ni best yangu, tulijifanyia wenyewe. Na kuna baadhi wa jamaa hapo siku hiyo nani, kuna dem fulani alikuwa anaitwa nani dem. Alikuja akapatikana pia na scandal hapa tu Kenya. Ndio sasa huyu dem namjua, ako na ofisi Nairobi. Alikuja siku moja mpaka atoke na maandamano juu yake. So ulikuwa unamtumia document yako anakuapply hata kama uko Qatar. So Wakenya bwana wakatumia pesa, walikuwa wanatumia 150. So sasa ile mimi hiyo sikio dola ilikuwa juu kidogo. So mimi nilitumia only 22,000 kwa apply. Hii process yote I only used 22,000. So mimi nikapata refusal na 22k yangu. Wale jamaa walilipa 150 wote wakakula refusal na wamelipa 150,000. So imagine. So it's like sasa tuka create beef. Pure tu wakati tukasirikia tu. Sasa natuona yani kama wanajifanya wanajua kuapply. Nini. Sasa mimi kanaambia tu wasee bana, wanaona kweli. Mimi nimekula refusal yangu nikatumia 22,000. Wewe umekula refusal yako ulitumana 150. Sasa nani hapa ameenda hasara? Na hiyo kazi ya Waarabu vile unasimama kwa jua mpaka unasikia. Ukiona mtoto mwenye kazi Qatar, my friend, not Qatar, Gulf, heshimu huyo mtu. Heshimu huyo mtu, ile mambo anapitia sio rahisi. So wadau bwana, mimi ni yule jamaa mwenye anaandika ma CV. Ukitaka kuapply for tourist visa ama visit visa, mlikuwa umeapply kupata refusal, unataka kufanya reapplication, leteni kazi. Sawa. Kama unataka hizo ma bank statements, unataka ties, assets, leteni kazi wadau. Sawa.